Tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu, machoni mwake nuru kama nyota angani. Akasema moyoni, huyu ndiye wangu milele ndani. Mke mwenzangu, mambo? Wewe dada samani, naona unanizoea vibaya sasa hivi. Toka siku ile kwa kijiko. Alafu usione mimi kijiko ni mpenzi wangu vile, sijui nimempenda, sijui nimekufa nimeoza. Kuna sababu ya mimi kuwa na kijiko, kwa naomba sherehe tufungue wake. Yaani ulichelewa kidogo tu. Kosa wale watu, mchezo ungeisha. Afsisi nakataa. Wewe dada tuheshimiane. Naomba tuheshimiane. Alafu mbona ukionekana unaonekana mdada mwenye akili zako, yani mstaarabu. Alafu kumbe una tabia za ovyo hivi. Leo sina mudi kabisa kugombana na mtu. Kwa naomba uniache. Na safari zangu naenda. Usiharibiane kabisa mudi. Mimi kwako ni jambo moja tu. Nataka unifundishe ule mchezo niliouona kwenye connection yako. Unajua kuilamba wewe. Nifundishe hilo mtoto fundi. Mambo hayo mimi mwenyewe siyajui. Mtoto mdogo, mambo mazito. Baba, kwa nini umeondoka mapema hivi? Kufanya matambiko. Sasa hili tambiko nalokufanyia hapa itakuwa ndo mwisho wa matatizo yote. Sawa mjomba? Sawa. Nashukuru sana. Yaani hapa nakomesha kabisa. Hamna vinyamkera, wachawi, sijui wadudu gani, hakuna kitu chochote kitachokusumbua mjomba. Nashukuru sana kwa sababu yaani imekuwa ikinisumbua sana hii hali. Kuna muda nalala naota ndoto ambazo sizielewi, mara natokewa naambiwa siji sielewi sana mjomba. Kwa mimi nitakushukuru sana. Hayo matatizo yanaisha kabisa mjomba. Sasa utalala vizuri, utatumia pesa zako vizuri. Kula bata mjomba, usijali. Hapa mimi leo namaliza kila kitu. Asante mjomba, nitashukuru sana. Nilikuwa mtoto tu, kitegemea mkono wako. Leo nimebaki na kumbukumbu, machozi na sisi amenituma kwa ajili ya kufanya uchunguzi ni kufahamu nini chanzo au shida iko wapi mpaka inafikia hatua kama hiyo. Kwa hiyo nimekuja, naomba unidadavulie kidogo tu kwa ufupi. Shida iko wapi mpaka unifikie maamuzi kama haya? Sawa, yani hapo tatizo kubwa ni binti yangu. Kulingana na ile kashfa yake hilo eneo. Kwa hiyo wakaja wenzangu wakaniambia nijiuzuru. Kwa hiyo wakaja hapa nyumbani na kutaka niandike barua ya kujiuzuru. Basi nikafanya vile ambavyo wao walivyotaka. Nikaandika barua ya kujiuzuru. Lakini najua nyuma yangu kuna nini. Kuna vitu vingi sana chini ya kapeti vinaendelea. Ndio maana haya yote mimi yananijia. Nakushukuru. Umekuja na imani kila kitu. Sawa. Basi ndio maana nimekuja ili nitake kujua hili, tutaitisha vikao na wawili watatu ili tupate kufahamu, kwa sababu hiyo ni changamoto ya kifamilia, haihusiani kabisa na mambo ya ofisi au na mambo ya serikali. Kwa hiyo hata mimi nilipokuja kusikia jambo kama hili niliumia, kwa sababu ninakufahamu ni kiongozi mzuri, tumetoka na wewe mbali sana, tumesaidiana mengi, umefanya mengi. Kwa hiyo nilipokuja kusikia kwamba umeondoka, ni pengo kubwa katika ofisi yetu, ni pengo kubwa serikalini. Kwa hiyo ndio maana nikasema nije ili nipate kujua nini chanzo, chimbuko ni nini, ili tuweze kutatua ili tatizo. Kwa hiyo nataka tufanye hivyo. Mimi siwezi kuondoka hapa mpaka kila kitu kikae sawa, tulimalize ile tatizo. Sawa kiongozi, lakini tatizo kubwa ni sasa najuta peke yangu, machozi yanania. Ulitaka nifanikiwe, niwe mtu wa maana. Dada, samani kidogo. Upendo na maumivu
kumuulizia kwangu mmoja hivi. Yaani wewe, hii dunia kila mtu ana anko. Aya, wewe anko wako, huyo anko wako gani sikuwa na jina? Ana jina anko wako? Wewe, jina lake nani huyo anko wako unamtafuta? Anaitwa Fogo. Mimi kajua unamtafuta mtu wa maana. Kumbe ule mpuuzi mwenye masikio marefu anayosikia hadi kesho. Sasa kama Fogo, nyosha na hii barabara iliyotoka nayo mimi. Nyoosha moja kwa moja. Sijui umenielewa? Sawa. Hai. Wewe. Mbona zoba zoba? Nyoosha na ile barabara, kwani usichelewe kitu gani? Yeah. Mapenzi ya kweli ukasimama, tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu, machoni mwake nuru kama nyota angani, akasema moyoni, huyu ndiye wangu milele ndani. Katibu, mimi nimekuja kutoka wizarani baada ya kupokea barua kutoka kwa mwenyekiti ya kujiuzuru. Nikasema kabla hatujaitisha kikao cha viongozi wote, niwaite nyinyi kwanza kama ndugu, tuweze kujadili hili swali na niweze kufahamu limekaa. Naomba uniambie kidogo kwamba hili jambo limekaa vile unavyofahamu. Sisi kwa kweli tuliamua kumwambia andike barua ya kujiuzuru ni kwa sababu hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye mwanae amefanya kashfa mbaya kwenye mtandao. Kwa hiyo tukaamua kumwambia ajiuzuru. Lakini pia mwanae kijijini hapa amechafuka sana. Hivyo tu tuliona ni vyema tukamwambia ajiuzuru. Wewe ni mzazi, hata huyu ni mzazi, aliyefanya ni mtoto. Ulitakiwa au mlitakiwa mkutane na mzazi mwenzenu ili mujue jinsi gani ya kusolve hili tatizo, kuliko vile ambavyo mmefanya kuandika barua kuja kwenye uongozi wa juu. Sasa basi, mimi nimekuja ili tuliweke sawa hili swala. Wote sisi ni wazazi. Sihitaji huu mzozo uendelee, kwa sababu ni pengo kubwa huyu mama akiondoka kwenye madaraka, kwa sababu tumetoka naye mbali sana, tumefanya naye mambo mengi sana. Kwa hiyo ni pengo kubwa ambalo atakuwa ameliacha yeye, binafsi litaniathiri. Hata wewe kwa upande wako litakuwa limekuathiri. Kwa hiyo kinachotakiwa hapa ni kukaa chini na kusolve hili tatizo na kulimaliza kabisa. Nadhani tumeelewana. Sawa. Wewe mwenyekiti, kwako limekaaje hilo? Sawa. Mimi nakusikiliza wewe kiongozi. Tunataka kukisema ndicho tunataka kukifuata. Upendo na maumivu vinaishi pamoja. Rest in peace baba. Wewe Fogo. Mimi sitwagi na malaya. Mama, tabasamu lake lilimvuta kama sumaku ya adhabu,